Katika malisho yapendezayo, Bwana anatuongoza mahali pa maji ya utulivu. Bwana anatuongoza. Wengi hupita kwenye moto, wengi hupita kwenye dhoruba, bali hata katika huzuni Bwana hatuachi, yuko nasi. Za siku hii ya leo, hebu muangalie jirani yako uliye karibu naye, muulize ni ipi siku mbaya sana maishani mwako? Kila mmoja ana siku ngumu ambayo anaikumbuka. Nikikwambia kwa dakika chache ujaribu kufikiria siku ngumu maishani kwako ni ipi, nadhani ya kwamba kila mmoja ana siku yake ambayo anajua hii ilikuwa ni siku ngumu sana. Dada yetu amesema kwake ilikuwa ni siku ya kupokea matokeo. Kila mmoja ana ya kwake, lakini hebu piga picha. Umekaa katika foleni na damu yako imechukuliwa kwa vipimo. Nipungie mkono kama umenielewa. Na majibu hayajaja. Alafu ukutane na daktari mwenye stori nyingi, anaanza kukuuliza maswali yafuatayo. Huwa unafanya mazoezi? Unaweza ukajiuliza maswali mengi sana. Kila mmoja ana siku ambayo ni ngumu sana katika maisha yake. Namna ya kuzikabili siku hizi ngumu bila hofu ndio somo la siku hii ya leo, ili hata siku nyingine ikitokea ujue ya kwamba ninaikabili vipi siku ngumu sana katika maisha. Kumbuka mwanzoni kabisa nilisema hakuna namna ambayo utaweza kupambana vizuri kama hutawaangalia waliopita walipambana namna gani. Tukiwatazama wenzetu jinsi waliopambana, ndipo tunaweza kujua kwamba hizi siku ngumu tunakabiliana nazo namna gani. Hofu ni kati ya silaha anazotumia shetani. Elewa hii kabisa. Biblia iko wazi kabisa, Mungu hajatupatia roho ya woga, bali ya ujasiri na nguvu. Katika vitu ambavyo shetani anapenda kutumia kama silaha zake ni hofu, woga. Anapenda sana kutumia. Wewe hujawahi kuona mtu anamka asubuhi nyumbani kwake anakuta kifuu cha nazi kimeandikwa Kiarabu, anapata pressure? Sasa unahusiana gani na lugha ambayo hata huielewi? Na unakuta si mtu amechukua tu kitambaa cheupe na chekundu akaviweka vizuri, akavifunga, akaweka na mkaa, anaweka hapo mlangoni mwako, ukiruka tu unaanza kuwaza wananifanyia kitu gani? Shetani hawezi kumshambulia mtu bila kumtisha kwanza. Kumbuka vizuri, Biblia inasema yeye ni kama simba anayefanya nini? Ananguruma. Lakini Biblia inasema pia anatafuta mtu ili amtafune, ameze. Ishara hii ni kwamba ni simba ambaye amezeeka, hata meno hana. Kwa hiyo kuwinda hawezi. Kwa hiyo anatishia kwanza ili ukiogopa yeye akumeze. Usiwe na woga wowote ule. Hofu ni hatari sana. Kama kuna vitu ambavyo ninakushauri uweze kuvitawala vizuri katika maisha yako, ni kitu kinachoitwa hofu. Kuna wakati Daudi aliingiwa na hofu. Daudi naye alikuwa na woga. Woga ulimpata, ujasiri uliisha.
Na kuambia Daudi katika wakati mgumu, naye pia anatufundisha kwamba tufanye kitu gani. Alikuwa kwenye wakati mgumu sana. Daudi yule ambaye alikwepa mishale, mkuki wa Sauli, leo ameingiwa na woga. Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 21 fungu la kwanza, Biblia inasema, basi Daudi akaenda Nobu kwa Ahimeleki kuhani. Ahimeleki akaenda kumlaki Daudi akitetemeka, akamwambia, kwani wewe kuwa peke yako wala hapana mtu pamoja nawe? Ni kitu gani kimemfanya Daudi kukimbia mpaka anafika Nobu? Ni kwa sababu Daudi amegundua kwamba kama hata kuwa makini, Sauli atamuua. Mara 6 zote anajaribiwa kuuawa na inashindikana. Mwisho Daudi akawaza akasema, siwezi kuendelea kukaa, kila wakati ninakwepa, kila wakati nakimbia. Akaona aende kwa kuhani. Fungu la pili, Biblia inasema, Daudi akamwambia Ahimeleki kuhani, mfalme ameniagiza shughuli, akaniambia asijue mtu awaye yote habari ya shughuli hii ninayokutuma, wala ya neno hili ninalokuamuru, nami nimewaagiza vijana waende mahali fulani. Zingatia maneno haya. Swali la kwanza naloulizwa ni hili: mbona umekuja peke yako? Badala ya kusema nimekimbia, anasema mfalme amenituma shughuli. Ni kweli ametumwa au anakimbia? Ni kweli ametumwa au anakimbia? Ujasiri umeenda wapi wa mtu kama huyu? Maswali ya kujiuliza. Ni Daudi huyu kweli au ni mwingine? Ndugu zake walipomdhihaki alinyamaza kimya. Alikuwa na ujasiri kabisa. Je, huyu si ambaye alimwangusha Goliath? Mbona amekuwa jasiri katika mengi, leo hii amekuwa mwoga? Naomba usikilize vizuri. Wakati fulani katika Ukristo wako, kuna wakati ulionyesha ujasiri mwingi, Mungu alikuwa na kuongoza, ulikuwa huna woga. Lakini kuna wakati pia woga ulikupata, ukasahau Mungu alipokutoa. Narudia maneno haya, tutaogopa tunapoenda endapo tutasahau Mungu alipotutoa. Ukimkumbuka Mungu aliyekutoa katika changamoto, hutatishiwa na kitu chochote mbele yako. Haleluya, haleluya. Daudi aliyemwangusha Goliath ni huyu kweli? Huyu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa kiasi hiki, ni huyu kweli? Sikiliza, dhambi ya woga ikaleta uongo. Nimesemaje? Rudia tena kwa sauti, nimesemaje? Kilichoanza ni kitu gani? Baadaye ikaja kitu gani? Una habari kwamba waoga wengi ni waongo? Na kuuliza swali, hebu wewe ambaye uko hapa na wale ambao kwenye vituo kule, mnitazame machoni bila uoga wowote. Mara ya mwisho ulidanganya lini? Hata wewe mwenyewe unajua. Na nikwambie sasa hivi tu hapo ulipo, jiulize siku ulipodanganya, nini kilikusukuma ukadanganya? Ilikuwa ni uongo. Unaulizwa uko wapi? Uko Ubungo, ila unamwambia Kibaha. Nenda ukaangalie kwa nini ulidanganya. Ni uoga. Samueli wa kwanza sura ya 21 fungu la 3 na la 4, Biblia inasema, kuna nini basi chini ya mkono wako? Anamuuliza kwani kuna nini basi chini ya mkono wako? Anasema, nipe mkononi mwangu mikate 5 au chochote ulicho nacho hapo. Yule kuhani akamjibu Daudi akasema, hapana mikate ya siku zote chini ya mkono wangu, ila mikate mitakatifu, ikiwa wale vijana wamejitenga na wanawake. Naye Daudi akamjibu kuhani akamwambia, hakika tumejitenga na wanawake siku hizi 3. Napo anasema, nilipotoka vyombo vya vijana hawa vilikuwa vitakatifu, ingawa ilikuwa safari ya siku zote. Basi leo je, vyombo vyetu havitakuwa vitakatifu zaidi? Kuna pointi ya msingi nataka uisikilize vizuri, itakusaidia hapa. Kumbuka nimesema uoga ukaleta uongo.
Anauliza swali la kwanza, mzee, una chakula chochote hapa? Anamwambia kuhani. Kuhani anasema sina, isipokuwa kuna mikate ambayo mikate hii hairuhusiwi mtu mwingine kugusa. Ni mikate gani? Sema ni mikate ya uonyesho. Mikate ya uonyesho, nani anaruhusiwa kula? Anayeruhusiwa kula ni mtu mmoja tu, ni kuhani. Anasema kama ni kuhani, wewe unakula kwa namna gani? Anasema kuna masharti ya kula. Masharti gani ya kula? Endapo kuna utakatifu kwako. Sikiliza majibu ambayo anajibu Daudi mwenyewe bila woga. Anasema tulipotoka sisi tulikuwa ni watakatifu kabisa, hakuna shida yoyote. Na nikwambie, kwa mujibu wa Biblia hairuhusiwi mtu mwingine kugusa ile mikate kama sio kuhani, tena wa ukoo wa Lawi. Niwaulizeni swali, Daudi ni wa ukoo gani?